bosi lady ana ukweli ile kinoma noma. Ikabidi mwite mchizi ambaye anamchukia sana amtatulie shida yake. Mchizi kwa mara ya kwanza anaingia ndani ya mjengo, maana siku zote anaishi nje ya mjengo na sister yake ambaye ni beki tatu wa bosi lady. Bosi lady anamwambia ingia ndani. Mchizi anamwambia inakuwaje leo unaniita ndani na usiniambie nisikanege ndani ya mjengo. Bosi lady anamwambia ni ndio nimekukaribisha, ina tatizo chumbani, nahitaji unisaidie, naomba nifuate. Kumbe bosi lady ana ukweli, ana miaka miwili yuko single. Mchizi anaingia chumbani, anabaki anashangaa jinsi chumba cha mrembo kinapovutia na kizuri kinoma noma. Kisha anamuuliza nikusaidie nini? Bosi lady anamwambia mchizi na ukweli, naomba unitibu hii homa. Kisha anamtupia mchizi kitandani na yeye akapanda kitandani. Ile mizaga inaanza tu. Bosi lady anastuka na kugunga, kumbe ilikuwa ndoto. Bosi lady anawaza hii ndoto ina maana gani? Buvile tu linaanza. Bosi lady apendi wanaume kabisa, kifupi anawachukia. Wakati anatoka supermarket akamkuta kuna kijana anajiserve kwenye gari yake. Alikasirika, akamfuata kwa hasira na kumtia kibao. Akamwambia unasubutu vipi kujiserve kwenye gari yangu? Kijana akamwambia usipanic, nimekuelewa. Bosi lady akuelewa kabisa, akamchamba sana mshikaji. Kijana akamwambia singenieleza kuna haja gani ya kunipiga kibao. Bosi lady akamwambia nadhani utakuwa na bandi kichwani. Kisha akaondoka zake. Siku yuko chumbani gorofani, nasikia sauti mwanaume kwa chini anaongea na simu. Ikabidi amchungulie, kisha akashuka chini na kumkuta anaongea na simu. Akamuuliza wewe ni nani? Unafanya nini kwenye nyumba yangu? Na ni nani kakukaribisha ndani? Mchizi akamwambia naitwa Casey, nimekaribishwa na dada yangu Tega ambaye ni beki tatu wa bosi lady. Bosi lady akawaka, kisha akamuita Tega akamwambia sitaki kumkaribisha mtu yeyote kwenye nyumba yangu bila ruhusa yangu, akamwambia naomba atoke sasa hivi. Mchizi ikabidi achukue begi lake na kutoka nje kutafuta loji maeneo karibu. Kesho yake mchizi akampigia simu dada yake Tega akamwambia amepata kazi. Dada yake akafurahi sana. Mchizi akamwambia dada yake shida ni pa kuishi hapa mjini, vua bei ghali sana, sijui nafanyaje. Dada yake akamwambia usijali, itakusaidia. Kesho yake Tega akamkaribisha kaka yake kwa bosi lady ili amsaidie kaka yake mahali pa kuishi. Bosi lady akamuuliza ni muda gani utakaa kwenye nyumba yangu? Mchizi akamjibu miezi 4. Bosi lady akamwambia unaweza kukaa kwenye nyumba yangu ila sio kwa bure, bali kwa masharti, kwa sababu utakula bure, utalala bure, hivyo na wewe itakubidi ufanye kazi hapa. Bosi lady akamwambia itakubidi ufanye usafi, uoshe gari langu na huduma ndogo siku za wiki yenye wakati uko ofu. Kama uwezi basi tafuta pa kukaa. Mchizi kabidi akubali maana hana pa kwenda. Weekend ilipofika, mchizi akaanza kufanya usafi. Dada yake alipomwona akamwomba msaidie. Gaza anasema usijali dada yangu, wewe una kazi nyingi, endelea tu. Ndani mimi nitafanya tu, usijali. Wakati huo bosi lady yuko juu dirishani anachungulia na kusikiliza wanachoongea. Baadaye mchizi akaamua kutoka. Wakati anatoka kukutana na rafiki wa bosi lady, anaingia na kumsalimia. Mrembo akamtazama kisha akaingia ndani. Akamuuliza bosi lady yule kijana handsome uliyomwona hapo nje wakati anaingia ni nani? Bosi lady akamwambia kaka yake Tega anaitwa Casey, ila hata jina lake sitaki kulisikia. Kaka anamuuliza kwa hiyo umeacha fanya kazi wako aje aishi na kaka yake hapa? Bosi lady anamwambia haina shida, Tega nimeishi naye muda mrefu hapa, hajawahi kuniibia chochote. Kama unadhani kutatokea tatizo lolote wala usijali. Kesho yake usiku mchizi anatoka kazini akiwa amechelewa. Anaingia na shtuka kumkuta bosi lady akimsubiri mlangoni. Mchizi akamsalimia good evening. Bosi lady akamuuliza ni saa ngapi kwenye saa yako mkononi? Mchizi akaangalia na kumwambia inakaribia saa 3 usiku. Bosi lady wow, kwa hiyo unafanya kazi mpaka saa 3 usiku? Kwa hiyo umeamua kuja umechelewa kwenye nyumba yangu ambayo ulipii chochote? Okay, nimeshajua nini malengo yako. Wewe usiyekuwa na pa kuishi, unaleta vitu vyako usiku ili uumie kabisa hapa. Naomba unyamaze, sitaki kusikia chochote. Sitaki msamaha wako. Wakati mwingine ukija umechelewa, utalala nje. Ukija tena baada ya saa 2, naomba ulale huko huko. Usiledi usiku, akawa na kunywa pombe tu. Kitandani mafaili na laptop ziko pembeni. Dakika 3 alipoingia kupanga nguo kwenye kabati, ikabidi amuulize bosi lady, najua sina jukumu la kukuuliza, lakini wasiwasi, je, kuna shida yoyote bosi? Bosi lady akamjibu niko sawa Tega. Tega akamwambia sio kweli, unaonekana kuna kitu kinakusumbua sana, unaonekana huna raha kabisa. Bosi lady anamjibu uzini ni moja ya sehemu ya maisha yangu, na kumwahidi kwamba hata kunywa tena pombe. Akumpatia glasi ya pombe akaiweke. Mchizi anarudi na mkuta dadake anawaza ile kinoma noma. Anamuuliza nini shida? Ni bosi wangu anakunywa muda wote. Mchizi ana surprise na kusema hapo nimepata picha, ndio kuna kitu kimemisi kwenye ubongo wake, kwa hiyo ni mlevi. Kisha akacheka. Dadake anasema usiseme hivyo. Mchizi anasema yani ungejua sivunijali, ananinyanyasa, naomba niache tu, acha tu apitie hayo anayapitia. Dadake anasisitiza bosi lady sio mbaya, hajawahi kunitreat vibaya na ameniongeza mshahara, esi kuna kitu kinamsumbua. Mchizi asubuhi anatoka na bosi lady anazoka na kumwita Mchizi anasimama na kumwambia tafadhali usiniite hivyo,
Mina jina naitwa Barikesi. Bosi Lady anamwambia mimi sijali, gari langu linahitaji kuoshwa, ni chafu, nataka ulioshe ili niondoke. Mchizi anamuuliza kwa sasa? Ndio, bosi anamjibu. Mchizi anamwambia kuna sehemu na mimi naenda, sio kazi yangu. Bosi Lady anamjibu ikabidi tu mchizi alioshe, hana namna. Bosi Lady baada ya kuingia ndani akawa anaona kama anamuonea, ila akasema anastahili. Baadaye Bosi Lady anaonekana anawaka ile kinoma noma, akimwekea rafiki yake, ni unawapa namba pumbavu, ananisumbua kunipigia simu kila kukicha. Rafiki yake anamwambia hautaki kuwa hivyo, hebu wape nafasi. Narudia, sitaki umpe mwanaume yoyote namba yangu. Mimi sitaki wanaume. Hivi wewe kiziwi? Mimi sio kiziwi. Wewe ni mpweke, unahitaji mtu. Rafiki yake anamwambia. Bosi Lady anasema upweke wake ndio furaha yake. Kwa nini unajiumiza mwenyewe? Rafiki yake anamuuliza. Bosi Lady anamjibu niache. Rafiki yake anamuuliza hebu kwa muda gani utakuwa hivyo? Mimi ni rafiki yako, nina haki ya kukuhurumia. Nimekuwa single kwa miaka miwili sasa, alafu hutaki kumove on. Una hata mtoto, hii ndo nafasi. Bosi Lady anamuuliza vipi kuhusu wewe? Kila siku unabadilisha mahusiano na bado hujaolewa, unanishauri vipi mimi? Rafiki yake anamwambia sikiliza, mimi nitajaribu na kujaribu mpaka nipate mwanaume sahihi. Bosi Lady anamwambia mimi sijali oge, na ninakuonya siku nyingine ukimpatia namba yangu mpuzi yoyote utanijua mimi ni nani. Jumapili Mchizi na dada yake wanaelekea kanisani. Wakati Bosi Lady yuko juu ya ghorofa akiwatazama, Tega akamsalimia na kumwambia tunaenda kanisani, na kumwambia nimeandaa kila kitu unachokihitaji. Mchizi kauchubua. Akatokea mlinzi anamsalimia Bosi Lady. Bosi Lady yuko biza akimtazama Mchizi na dada yake wanapoelekea kanisani na kutoa bonge la fyonyo. Siku ulipofika, Bosi Lady akamuita Mchizi kwenye mjengo na kumwambia ingia, nikusaidiaje? Mchizi akauliza nifuate. Bosi Lady akamwambia. Mchizi anamwambia uliniambia nisikanyage kwako, kwani kuna nini leo? Bosi Lady anamwambia mimi ndo nimekuita, hivyo nifuate. Bosi Lady anamwambia kuna kitu peke yangu siwezi kufanya, hivyo nimekuita wewe unisaidie tatizo langu. Wakazama mpaka chumbani. Mchizi anashangaa chumba kilivyo vizuri na chenye mvuto. Anamuuliza Bosi Lady nikusaidie nini? Bosi Lady anamwambia hisia zimenizidi sana, kwa kuzitoa hakuna, naomba unisaidie kuzitoa, huko akimshika kimahaba Mchizi, kisha anamtupia kitandani na yeye akaamua kupanda kitandani kwa mahaba. Ile mizadamu inaanza tu. Bosi Lady anastuka na kugundua kumbe ni ndoto, na usikose kufuatilia sehemu ya pili na ya mwisho ya movie hii la Twisted Feeling kutoka nchini Nigeria. Usisahau subscribe, kulike na comment channel yetu ya African Fix ili uwe wa kwanza pale tunapotupia tu mzigo wa pili.